Priesthood Fellowship, wakaaji wa Kahawa West, Nairobi. Mkaribishe Mheshimiwa Rais Nairobi kofi. Aweze kujua kwamba sisi ndio tulimchagua na bado tumesimama naye. Bishop JJ, when His Excellency said that tunakuja kanisani kwako, especially on very short notice, mimi nilisema I was happy when they said, let us go to the house of the Lord. Dikuirega na negenire muno tugeuka na munene guko umuthi. Lile neno ambalo umetupatia ni neno la muhimu sana. Na ulipotuambia tuangalie kwenye version yetu ya Biblia, yangu inasema guard your heart, for the course of your life is determined by that. Ati kwamba tutakapolinda nyoyo zetu tutaweza kubadilisha attitude, ndio umetuambia. The personality of His Excellency the President might not change, but our attitude and our outlook will definitely change. Ati kwamba if we guard our hearts, we shall be able to see truly kwamba Mheshimiwa Rais hakujichagua, ni sisi tulimchagua. Mipango ya Rais ni mipango yetu, sio mipango yake. Mipango ya serikali yake ni mipango yetu sisi wale ambao tulimchagua. Na ukweli, if we guard our heart, kama sisi ambao ni wakaaji wa Nairobi, sisi hatuna mashamba makubwa tunalima, huwa tunategemea bidhaa kutoka kwa maduka. Na ukweli usemwe, ati bila zile subsidy ambazo zilikuwa zinaumiza uchumi wetu, kwa kutumia akili peke yake, Mheshimiwa Rais ameweza kushukisha gharama ya bidhaa muhimu kwa njia kubwa zaidi. Ati kama ni unga, kama ilikuwa shilingi 250, imeshushwa. Saa hii katika maduka mengine Nairobi kuna unga wa shilingi 135. Adoito netwekitekirei uria kwiragwo ate gutumanaga muno gutanakia, tutigetie hanini gukie, na wiragwo muigua oinyo na Ruto ume na mahira. Nimwetekira torute muigua cio, nimuiga muigua torute ume ona karuo kario kuma naguo na ithue tuhone. Mheshimiwa Rais, kama Pastor JJ alivyosema hapo, nilikuwa nawaambia hawa washirika wazidi kuomba na kuamini, kwa sababu Mwenyezi Mungu halali kayole na dunia hii itabadilika, kwa sababu uchaguzi wako ulikuwa ni miujiza ya Mwenyezi Mungu na utatimiza. Asanteni sana, na mpokee salamu za kutoka Dagoretti Kusini. Mumezipokea? Asanteni sana. Thank you. Thank you. Honorable Kiojore, Laikipia East. Asante sana, Your Excellency the President, wabunge wenzangu. Nairobi tuko na community health promoters 7,000 nafikiri na 200. Tayari each one of them tumewapatia equipment. Na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu, tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Pale mbele tunasema in our new social health insurance fund, hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa, enda uza shamba. Kila mtu, ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu, sijui nini hauwezi kupata matibabu. We have now removed all the exclusions. Wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone, na gharama hiyo italipwa na either bima ama italipwa na serikali ya Kenya. Pia tumesema kuna watu hapa kwa sababu hawana uwezo, hawana pesa ya kulipia NHIF. Katika mpango yetu mpya tumesema hata yule ambaye hana uwezo wa kulipa kadi ya NHIF na tumedhibitisha ya kwamba hana uwezo, tutamulipia kadi ya NHIF kama serikali ya Kenya, ili kusipatikane Mkenya hata mmoja anabaki nyuma katika
harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu. So we are going to move together. Hii kazi haitafanyika hivi, lakini itapangwa vizuri. And this is how we are going to change Kenya. Tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana, kwa sababu vijana ni wengi Kenya, hawana kazi, na kazi haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangwe. Ndio tumepanga kazi kwa housing, tumepanga kazi kwa digital platform, tumepanga kazi kwa export of labor, na hiyo kazi yote inaendelea. Ile ya housing imeanza. Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing. 120,000. Mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 300,000 ama 400,000 wanaofanya kazi once we roll out our program in full. Kwa sababu hawa vijana tusipowapangia vile watapata kazi, watasumbuka, wataingia kwa madawa, wataingia kwa ulevi, wataingia kwa uhalifu, na sio makosa yao, ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo. It is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work, and they must be deliberate. So hiyo kazi yote tunafanya. Wengine wanachanganyikiwa, hawaelewi ni nini tunafanya. Mimi nataka niwashukuru sana. Hapa Nairobi, nilikuja hapa Roysambu. Hapa Nairobi bado tuko na watoto wengi hawasomi. So many kids, especially in our informal settlement. Na ni makosa kubwa sana katika capital city ya Kenya kwamba kuna watoto wanahangaika huko kwa sababu wazazi wao hawana uwezo, mashule hakuna. Nairobi hapa tuko na shule 200. Imagine. Mimi wakati nilikuwa ni mbunge nilikuwa na mashule 150 na ilikuwa ni one constituency kule kijijini. Sasa city ya Nairobi jameni, inawezekanaje kuwa na shule 200 constituency 17? Si ni makosa makubwa hiyo? Ndio nikasema tutajenga madarasa mengine 3,500 kama serikali Nairobi County. Na ndio sababu Thursday iliyopita nilisign supplementary budget ambayo tumeweka shilingi bilioni 1 ya Nairobi County kujenga mashule ya watoto wetu hapa Nairobi County. Nataka wale watoto wote wanaishi especially in the informal settlements, hao wabunge, na nitashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba we build an additional 3,500 classrooms in Nairobi so that all our children have an opportunity to go to school. Na nimekubaliana na county government ya Nairobi, wakati tutajenga 3,500, Nairobi County watatusaidia kujenga madarasa 1,500. Nyinyi MCAs mlio hapa, waheshimiwa, my friends, mpitishe hiyo budget yenu pale, na nashukuru nimeambiwa ya kwamba kuna mambo mmefanya. So asanteni sana, because tunataka kuhakikisha ya kwamba every child in Kenya must have an opportunity to learn. Na ndio sababu mliona ya kwamba mwaka huu tumeajiri walimu wengine 56,000 wapya, kwa sababu elimu ndio msingi, na elimu, Mandela alisema, is the greatest equalizer. Mahali ambapo inapatikana usawa pale kwa elimu, watoto wetu wakisoma. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi hivyo, na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue, wamemalizana na hiyo kazi, na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane, tupeleke Kenya mbele.